tuunganishe mawazo yetu kwa kufanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kila mtaa utengeneze kamati za mazingira. Kazi ya kamati za mazingira iwe inatoka, inawatembelea watu, inakwenda kuwakagua, inawapa nguvu, inawapa ushawishi, inawahamasisha. Mimi siamini sana kwenye faini. Tunatamani kuhamasishana ili kila mmoja aone kwamba usafi ni jukumu lake. Kama kuna mwananchi anajishughulisha, anachoma mahindi yake, anachoma mihogo yake, mamalishe, anakaanga chipsi yake, maskini ya Mungu, yawezekana mtaji wake ni shilingi 10,000, 20,000. Ukienda ukamtoza faini huyu, unajitafutia laana isiyokuwa na sababu. Wajibu ulionao, muelimishe namna ambavyo ana uwezo wa kuchoma mahindi akiwa na mfuko wa kutunzia maganda ya mahindi. Nenda ukamuelimishe namna anavyoweza akachoma mihogo akiwa na mfuko wa kutunzia maganda ya mihogo. Nenda ukamuelimishe namna ambavyo anaweza kufanya biashara yake na akimaliza anapasafisha panabaki pako safi. Hiyo ni njia ambayo utamfanya mtu awe msafi bila kumpa faini na kumuathiri kwenye maisha yake. Tutapata baraka kwa Mungu na zoezi litapata baraka zake Mungu na mji wetu utabadilika. Lengo la kampeni hii sio kuleta machozi kwa wananchi. Hapana. Sio kuleta manunguniko kwa wananchi. Hapana. Tunakwenda kuhamasishana, kumtengenezea mtu aibu. Mara ya kwanza tutamuelimisha, mara ya pili tutamuelimisha, mara ya tatu tutamuelimisha. Baada ya hapo kama habadiliki, tunaamini kabisa kwamba huyu sasa hawezekani. Huyo sasa faini hajapigwa faini, bali amejipiga faini. Naitwa ni George Maguga, ni afisa mtendaji mtaa wa Nyerere Road. Nimeibuka kuwa mshindi wa pili katika nafasi 3 za juu ambazo zimefanya vizuri kwa ajili ya usimamizi wa usafi wa mazingira kwa manispaa ya Geita. Ninapenda kuendelea na jitihada kubwa kwa ajili ya kuhamasisha wananchi, lakini pia kukaa na kamati ya mtaa, mwenyekiti wa mtaa pamoja na wajumbe wa kamati ya usafi wa mazingira kwa ajili ya kupita kaya kwa kaya, kuhamasisha wafanyabiashara wote katika maeneo yao ya biashara ili kwa ajili ya kufanya usafi, lakini pia kuzingatia namna ya utunzaji wa taka, lakini pia kuheshimu tozo ambazo zinatozwa kwa ajili ya usafirishaji wa hizo taka. Natamani kuwa namba 1 kwa kipindi kinachofuata cha miezi mitatu. Napenda tu kuwashauri viongozi wa mitaa na kata ambazo kwa bahati mbaya wameweza kupata bendera za ubalozi wa uchafu, na wao sasa wajitahidi kutoa elimu, kuhamasisha wananchi, kuhakikisha kwamba wanaondokana na dhana hiyo ya kupokea hizi bendera kwa kipindi kinachofuata, na ikiwezekana basi wapate nafasi 3 za juu, kwa maana nafasi ya kwanza, ya pili au ya 3.